Baadaye Yesu akasema pengine mnaweka hii net in the wrong side of the boat. Na can see Kenya must have been putting the net in the wrong side of the boat. Ndio maana hatujashika samaki. Ndio maana kuna njaa, kuna umaskini, lakini yetu tunaona kama Mungu ni anatengeneza. Inasemekana kama kiti ni yako usipiganie itakuwa yako. Now there is an African proverb that says that if the throne is yours, don't fight for the throne. For us, we are not fighting for the throne. So there is nowhere to thank God. Because since we went up to thank God in Kilimani, there's no more. Your family is yeah, Kibera is where, you know, Katwekera. Yes. That's why even Jesus went to Jerusalem. Yes. Yeah. Yes. Everything starts from Jerusalem. And to go to Samaria there. Own money, having our own MPs in such places, but we want to say we must call. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hata kanisa situko hapa na kumwamini Mungu. Tunashukuru sana kwa sababu ya our presidential candidate Professor Fred Ogolla, kwa sababu ya kuenda New York na hata kurudi salama. Tuliomba akienda na sasa Mungu amemjalia. Tunataka tumshukuru Mungu kwa kumuleta salama na safari inaanzia. Si hapo sawa? Si hapo sawa? Si tunaamini tunaenda mbali. Siwacha tushukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme mwema na Mungu wa amani, tunainua jina lako na tunalitukuza kwa wema wako na fadhili zako. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Tulikuomba wakati profesa alikuwa naenda, aende salama na umfanikishe, na kwa kweli umemfanikisha, umemtia nguvu na sasa amerudi salama. Tunasema asanti, tunambarikisha kwa ile safari ambayo ameanza tena hapa Kenya. Tunaibarikisha, tunaiweka mikononi mwako Bwana. Mungu ukamlinde, Mungu ukamhifadhi, Mungu ukampe nguvu, ukampe hekima, maono ambayo iko ndani yake, ambayo pia ametia ndani yetu, ikatimie in Jesus name. Tunabariki nchi yetu ya Kenya, tunabariki nchi yetu na tunaibariki tena kwa jina la Yesu Kristo, na tunabariki hata Afrika, tunabariki hata familia ya profesa. In Jesus name tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Tunambarikisha in the name of Jesus, na tunamwelcome Kenya in Jesus name. Our presidential candidate Professor Fred Ogolla, much welcome Kenya, and we love you. Amen. Thank you. Much. So I take this opportunity to welcome our professor back to the country. My name is Robert Makoha Wangoho, President of Bunge la Mwananchi and MP aspirant 2027. When we say that this time round young people are not going to be the ones making others kings, we mean business, because we are on the table. And here is our Gen Z presidential aspirant, Mr. Ogolla. Wapi kelele ya mheshimiwa? Ogolla power! Sasa tunachukua nafasi hii kusema ya kwamba mahali ambapo taifa letu la Kenya limefika ni mahali hatari zaidi. Hatujawahi ona popote duniani, whereby it is the government that comes out to kill the education system. As we are speaking right now, we have a president who is advocating to cut down the free education system that was put in place by the president by the name Kibaki. And in any country, if you want to kill everything, including the economy of that particular country, cut down the quality education that is being given to the people of that great nation. I'm here with the senior economist, Mr. Fred Ogolla, can attest to that. There is no single nation which is not thriving on quality education that has come out to serve the citizens in a decent manner that is actually expected. So we are calling upon the people who are concerned, the Ministry of Finance and the TAL, come out and tell us the key reason as to why you have chosen to spend money
on dubious deals in the country at the expense of free education that was put in place by one Mwai Kibaki when he was in power. We don't want a nation where we are experiencing extrajudicial killings during the campaigns. Anywhere our government is sponsoring a given candidate, we must experience anarchy. That's not the kind of leadership we as the young people want in our great nation. As I speak, yesterday 2 souls were lost somewhere in Kaspul constituency where the campaigns have gained momentum. And therefore, we want young people who are going to transform our country, Kenya. And amongst those people who are positioning themselves for the position of the presidency, I find no reason to say that Mr. Fred Ogolla is not fit to hold that particular office. Ogolla power! Wananchi hoye! Asante sana. So there's a suggestion. Gender balance. There's a suggestion. Pastor. Ogolla power. Mimi ni Ruth Shatimba, chair lady bunge la mwananchi. Nashukuru sana kwa Ogolla the 6th kwenda safari yake inchi za nje na kurudi. Ninajua ya kwamba mahali amekuwa kule sababu yeye ni msomi, amejifunza mengi na ametuletea mengi. Ninajua kwamba wakati tutamweka afisini kama the 6th atakuza uchumi, sababu uchumi ndio tonda suku kwa Wakenya. Tunateseka sana. Lakini wakati Ogolla atachukua hatamu za uongozi, atasuluhisha uchumi, ataangalia masomo, sababu masomo ndio kila kitu hapa nchini Kenya na Afrika yote. Ya 3, Ogolla atakuza mahospitali, afya bora. Ninajua na niko na imani na wewe. Ogolla, chipe moyo, chipe nguvu na tuko pamoja na wewe. Hello, my name is Vidar Mengi Ukongo na mimi ni Gen Z mwanaharakati. Now number 1, nashukuru sana Professor, you have represented as well kule Amerika, nimekuwa nikiona. Ila sasa umerejea nyumbani. Naomba ukumbuke vitu fulani tumekuwa tukifanya na pia institutions zenye tumejaribu kufanya hizo vitu zikumbuke that we took a petition to the EACC and the Senate. We were received by Dan Manzo in the Senate. I want the Senate to realize that right now Professor is back. We are going to resume to go and look at how further that our petition has come. We want to know where they have reached with regards to what we agreed on, because we want to retrieve all stolen money in Kenya since 1963. So I want everyone to realize that the journey for a good transformation has begun, and we are together, and we are going to stay together, Professor. And the Gen Zs are just looking for someone who cares for the agenda of accountability. The Gen Zs want accountability. The Gen Zs want inclusivity. Mtu mwenye anakuja kutuambia hapa vijana tutaongoza kesho na tudanganya. Na hiyo uongo hatutaki. Okay. Yeah, Gen Z power. Gen Z power. Yeah, let me give you the disclaimer. It is good we have our professor back, and as a Gen Z, we have been vying for an alternative. Yes, we know that we have been outrighted from many of our rights. As a Gen Z, we want the person who can cater for the goodwill and the well-being of the citizens, preaching inclusivity, not reconnaissance. And therefore, we say, our professor, we will be with you, we will back you until we reach the victory. We are tired to be handled with the pogroms, ravenous lunatic individuals, whose main aim is to maraud the resources of the public at the expense of enriching themselves. We say no, and we will back Professor until the end. Power. Hello everyone. Hello. Vijana power. Vijana power. Vijana evolve. Vijana evolve. Vijana evolve.
Majina yangu naitwa Lilian Rua, mimi nimetoka pale Kilifi na niko hapa, niko na kofia mbili. Mimi ni Deputy Secretary General wa chama cha Hekima na pia mimi ni Vice Chair katika upande wa Presidential Advisory Team. Power. Good morning. And thank you for joining us once again as a member of Professor Frederick Onyango Ogolla Evolve Presidential Advisory Team and Welcome Team. I'm honored to be here and share a message from the Gen Z's movement which wants its voice to be heard too on three very important issues. One, the message is clear and direct to the chairman of IBC and member of commission. Gen Z demand that election be free, fair, credible and verified. To do this, presidential election result needs to be declared through announcement, constituency by constituency, through the returning officer in charge when declaring MP result. President election are constituency based, not national, to await the Bomas sham result. It's important to know that having based the Kenya Constitution with that of the US, election for president result must be decentralized to be verified. There is also a concern that IBC is surprise voters registration by refusing to publish a map where their constituency office are located. In most cases, the offices are closed, no one is available, or there is no network for the voter biometric machine. You have exactly 91 weeks and 4 days from today, Friday 7th, 2025 to August 2027. 2. To the government of Uganda, we demand to know where our brothers Bob Njagi and Nicholas Oyo are. These are sons of Kenya, and if you are working in illusion with this Kenya Kwanza government, Gen Z are ready to right the wrong. 30 plus days they have exercised tolerance in asking for answers, but the time is coming when they shall demand those answers. 3. In conclusion, I am honored once again to be here today. Welcome our presidential hopeful and 2027 presidential aspirant after successful speaking and consulting engagement in New York City, which culminated with a very informative public lecture at Fordhani University, speaking about years of Africa and planning ahead for a first world continent through the Solomonic economic ideology under Evolve. It's my honor to introduce Professor Fred Onyango Ogolla, party leader Hekima Alliance Party hapa, and 2027 presidential candidate. Karibu nyumbani Professor. Barabara ilianzia wapi? Hapa. Barabara ilianzia Malindi. Hapa. Ikaenda Kilifi, ikaenda Voi, ikaenda New York, na sasa tuna plan 2027 barabara inaelekea State House. Na hapa ndo nyumbani. Na hapa ndo nyumbani. I'll ask one Ann, come utaongea alafu tutamaliza. Ann. Wananchi mpo? Wananchi mpo? Gen Z mpo? Gen Z mpo? A time has come when the nation need men of dignity to rise to power. The games of trickery of tribal lines have been disarmed. The game of trickery of corruption games have been disenchanted. A time has come when the nation need men of honor to rise into power. The game of fear is gone. No matter the cost, we must rise up for our nation.
This is not our battle, but the battle for the future. This is not our battle, but the battle to right the wrongs of our forefathers. This is not our battle, but the battle for this nation. As we stand here with a man of honor, Dr. Fred Ogola, who is socially, economically, and politically empowered to lead this nation, we need to rise up, rally behind him, so that we can bring change into this land. Ogola power! Ogola power! Thank you. Yes, Genesee power. Genesee power. Kwa majina yangu naitwa David Mwazia, mkambo kutoka Mwingi, na nimeamua kusimama na Professor Ogola hapa tu hapa, na wakati ni sasa. Chenye tutafanya Genesee, tafadhali silaha yetu yenye tunafaa tufanye sasa ni kuchukua kura. Kura ndio kila kitu yote ya kuondoa hii kitu yote kwa shida. Professor Ogola, tuko pamoja. Asante bana. Asante. Asante bana. I know where Mwingi is. Vijana fire! Vijana fire! Vijana tialala! Vijana tilim! Kwa majina mimi ni Jerry Mokelo, kijana wa Lego. Mimi nasema daktari 2027. Mimi ni mbunge wa Mathare constituency. Na party ni moja. Na tunataka kuona hii party ikiwa Mombasa. Tunataka kuona party ikiwa Kisumu. Tunataka kuona party ikiwa Mountain. Tunataka kuona party ikiwa Western. Na all over the nation. And I'm requesting you, mheshimiwa, make sure the youths wako kwa party. Women wako kwa party. Old wako kwa party. That is all my request. Thank you, sir. Welcome home, sir. Thank you. Thank you. Watu wameongea mengi, mimi sitaongea mengi. Nataka tu kusema kitu moja ya muhimu sana. Unajua kuna watu wamebeba Biblia kubwa kubwa hapa nchini, lakini Bwana Ogola amesema yeye ni mcha Mungu, na sisi tuna rally behind mtu ambaye ni mcha Mungu wa ukweli. Karibu nyumbani Ogola. Asante, asante. Thank you very much. Thank you. So we can have and now it is your moment. Iron Lady. Hamjambo nyote? Hatujambo. Hamjambo nyote? Hatujambo. Kwa majina ni Ann Dhuku na mimi ninataka niongee mambo mawili. Kwanza kabisa, karibu sana Profesa. Tulikutuma uende kule nje uongee na wale wenzetu ambao wako huko kwa diaspora, waeleze kwamba Kenya inaendelea kusonga mbele, inaendelea ku-evolve. Hatuko penye walituacha wakati walivyokuwa wakienda kule nje kutafuta kazi, kutafuta ajira, kutafuta namna ya kujimudu kimaisha. Tulivyokutuma uende uwaambie kwamba tunaendelea na shughuli hapa nyumbani. Walivyotuacha, we are the gatekeepers of this nation, na tunaendelea kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafanya haya maisha yawe bora. Natumai kwamba uliwaambia hivyo na kwamba bado tunaendelea na kazi, groundwork, and as soon as we are done we will ask them. At least those ones who are still out there, they are not very happy being out there, but they have to earn a living. They've got to make a difference in their lives. They are there not because they really love it, but they are there because there is nothing meaningful for them to do back at home here in terms of employment and work. Sasa tunawataka kwamba as soon as we are done, those ones who are out there but they are not very happy being there, tutawaita na watarudi na tutaendelea kusukuma gurudumu la maisha na kusukuma Kenya yetu mbele. For that reason, I would like to continue drumming the support. Team Evolve, we are looking at ways and means in which we can make this country a better place for everyone. We've got lots and lots of youths, the women, and even now the men, people who are jobless, people who do not have things to do, people who do not are not engaged in any meaningful or gainful employment. At Team Evolve, we are working towards ensuring that this is something that happens, and happens for real and for sure. We are not going to be singing the same songs year in, year out, government in, government out, and with no meaningful changes. We are going to look into how we can be able to make this country a real working nation. How do we get to that? We've got 47 counties in this country, and each county is blessed to have its own wealth in terms of resources, manpower, and also the wealth that we have in the various counties. Katika kila county sisi
sisi kama team Evolve tunajua ya kwamba kila county ina uwezo wake, iko na rasilimali yake ambayo tunaweza tukashughulikia improve, to create employment, to create jobs. We do not want to keep singing songs of mtu aende pale achukue mkopo, hiyo mkopo utakuja ulipe nao bills zenye zinakusukuma. But if we are able to create jobs, if we are able to revive the industries, if we are able to make each county of this country work, and we've got the plan, follow us for this plan, for we are going to make this country a real working nation. Kila mtu apate employment. Hakuna haja ya kutuma watoto kule ugaibuni, kutuma watoto nchi za nje ati kwenda kutafuta jobs, when us here we are very rich, we have a wealth of the resources and we can be able to work on this to improve, ili kila mtu saa zile umekuwa empowered, then you will have a voice of your own. When you are poor, you are a subject to your master. Thank you. Asante sana, asante sana. Iron Lady, yes? You know, wajua sasa mimi nataka kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu vitu zote ambavyo nimeona kwa hii safari naweza nikasema ni Mungu. Unaona wakati ile Yesu alikuwa anatembea kwa unasema the Sea of Galilee, akapata kama walikuwa wanajaribu kutafuta samaki usiku mzima na hawakupata. Na baadaye Yesu akasema pengine mnaweka hii net in the wrong side of the boat. Na can see Kenya must have been putting the net in the wrong side of the boat. Ndio maana hatujashika samaki. Ndio maana kuna njaa, kuna umaskini, lakini yetu tunaona kama Mungu ni anatengeneza. Inasemekana kama kiti ni yako usipiganie itakuwa yako. Baadaye Yesu akasema pengine mnaweka hii net in the wrong side of the boat. Na can see Kenya must have been putting the net in the wrong side of the boat. Ndio maana hatujashika samaki. Ndio maana kuna njaa, kuna umaskini, lakini yetu tunaona kama Mungu ni anatengeneza. Inasemekana kama kiti ni yako usipiganie itakuwa yako. Now there is an African proverb that says that if the throne is yours, don't fight for the throne. For us, you are not fighting for the throne. When wanapigana throne, unasikia vile wanafanya mambo yao. Wanaitana majina. Wengine wanaitwa 2 term, wengine wanaitwa 1 term. Sisi hatuiti watu majina. Sisi kazi yetu ni ya Mungu. Sasa nataka kushukuru Mungu. Ya pili nataka kushukuru familia yangu kwa sababu najua kuwa huko nje na unaacha watoto hapa nyuma, pengine wamejaribu struggle, ni ngumu. Hata my brother there Philip ametoka Mombasa kusimama na mimi. Asante sana my brother. I have another brother Tony all the way from Mombasa. Wamesimama karibu na mimi. Wajua mimi nimekuwa kwa miji mbili. Nairobi tumekuwa Kibra. Philip tulikuwa naishi naye Kibra hapa Katwekera. Na Mombasa tunaishi Bokole. Bokole inaitwa mwisho maisha. Penye hata ukienda huko ili utoke kwa hizo vitungo viduni ni ngumu sana. Unaweza kuwa umekula bangi na imeenda na wewe. Unaweza nini wayani? Yes, unaweza enda na chochote. Sasa nashukuru Mungu. Pia nataka kushukuru sana Hekima Alliance Party. Wamesimama na mimi hata walikuwa wanatafuta updates. Team Evolve ikiongozwa na mwenyekiti wetu ambaye sasa ana present bunge mambo ya Sovereign Wealth Fund. Anaitwa Charles Ole Kabaiku, ametuma deputy chair ndiye amekuja akamwakilisha hapa. Wamefanya kazi mingi sana. Kenyans diaspora nilikutana na wao pale. Na pia nimekutana na Fordham University pia ninataka kuwashukuru Wakenya wote na mapastors na mabishops wako hapa, wameacha makazi zao wakakuja hapa walete baraka zao hapa airport. Barabara sasa itaanza airport sasa. Tushafika airport. Hatuko Mombasa sasa, sivyo? State House iko hapa karibu. Tungoje nini? Kura yako tu. Ama namna gani? Na wananchi nataka kuambia hivi, kuna either you pay the cost or you pay the price. To pay the cost is hiyo siku funga tumbo yako. Hata wakupatie nini? Hiyo siku lala njaa siku moja. Alafu tuchukue uongozi, hautalala njaa tena. Lakini ukikula hiyo siku,
Utashiba siku ngapi? Moja. Baadaye watapeli watakonani ati watapanga, watafanya. Sisi hatufanyi. Sisi hatutafanya. Wataona ikifanyika. Hakuna badala kutuambia ati unaita press conference kutuambia inanyesha. Ati inanyesha hapa Kenya. Hii ni na sisi tutaona mvua ikinyesha. Hakuna kupiga press conference. Sasa nashukuru hayo yote. Nataka kuelezea tu kidogo kile kilifanyika huko New York. Kwanza kuamua kwenda New York kufika tarehe 27 huko ilikuwa Mungu ndiye amepanga. Kwanza Fordham University New York. Wanajua New York ndio the largest city in the world. Walisikiza mtoto wenu kwa baraka za Mungu. Ni mtoto ambaye amezaliwa na katekista kwenda kuongea New York, kuongea na the world leading economists, the largest city in the world, the financial capital of the world, the financial capital of capitalism. Walinisikiza nikamwambia kuna uchumi inaitwa Solomonic economics. Uchumi ya hekima. Wakaniambia hii ni hekima kweli. Tukakaa nao wakani-interrogate for 1 hour. Wakakubali, wakanunua vitabu zangu zote, nilikuwa nimebeba bag mzima, wakanunua. Wakakubali ya kuwa kuna mtu ametoka Kenya na ametoka Africa, the son of Africa, the way Sia said. The son of Africa has told them that Africa will not walk the route of Europe, will not walk the route of the US, not walk the route of Asia. We are not Asianomic. We are not Euronomic. We are not Americanomic. We are Solomonic. Hekima ambayo Mungu ametulezea na kama Afrika ndio tatukomboa. Sio mtu atatukomboa. Hakuna hekima ya World Bank. Hakuna hekima ya IMF. Hekima ni hapa. Ndio maana chama inaitwa hapa. Tunasema hekima mashinani. Tunasema rasilimali mashinani. Tunasema matunda mashinani. Alafu heshima, watatuheshimu kama tuendi huko. Ndio maana nilisema at 100 years hakuna vile Mwafrika ataenda Ulaya kubeg. An old man of 100 years cannot beg and borrow. Afrika itapeana deni na itatoa msaada kwa Amerika. Niwaambie ukweli, nilienda New York kama kuna campaign ya mayor. Nilikuwa kwa hiyo campaign. Wacha nikuambie Wakenya wenzangu, nilikuwa na distribute chakula. Kuna mahali inaitwa The Bronx. Watu walingoja chakula kuanzia saa 5 mpaka saa 11, bado wanangoja tu. Na hapa Afrika sisi hatuwezi ngoja chakula kwa. Sasa ukijaribu kufanya kampeni watu wanangoja watakutusi. Sisi hatuwezi. Amerika wanangoja chakula for 8 hours wanangoja. Nilidistribute chakula America. How can a son of Africa distribute food in America? Africa will feed America. Africa will feed Europe. I have a dream that Africa will feed the world. The richest continent in the world ni Africa. We cannot beg when we are rich. Yes. Sisi ni tajiri, tutawajiri kazi. Yes. So hiyo ndio vision yetu. Sisi hatuna fitina na mtu. Ya pili, nilikuwa Amerika wakati kulikuwa na New York Marathon. Nilienda kwa kikao penye Tekla Lorupe. Alikuwa anapata kibali kikubwa ya dunia mzima, Global Connect. Our dear Tekla Lorupe alitumia kipawa Mungu alimpa. Akatumia mambo ya kuleta hiyo mambo ya conflict areas. Sasa hiyo kuna shule ambayo iko na 700 girls wanasoma huko. Tunataka kushikana na yeye, tutafute rasilimali ili watoto wasome leo, sio kesho. Yeah. Unajua kuna watu wa sasa na wakamwambia nikiwa president. Wewe unakuwa president siku gani? Mimi naitwa president out of office. Yule president ambaye yuko kwa ofisi na kazi anafanya. Mimi ndio niwakilisha Kenya kuchukua zawadi ya global kupeana Tekla. Tulikuwa na yeye. Na nataka mpigie Tekla makofi sana. Tekla show penye kulikuwa na women and men from different countries wanashindana na yeye. Alishinda, nikashukuru sana. So hiyo ilikuwa kitu mwingine, ilikuwa mzuri sana. Ya mwisho ilikuwa hii siku nilienda kuona football club kwa hii club basketball.
kwa hii timu inaitwa the Knicks, New York Knicks. Nilikuwa huko tarehe 3 mwezi wa 11 na nikiwa hapo nikapata Pope John Paul II pia alikuwa hapo tarehe 3 mwezi wa 11. Nikasema hii ni Mungu. Kwa hivyo hiyo ofisi tunatafuta ya kuongoza nchi ni Mungu alishatengeneza. Ndio maana mimi nashukuru tena zaidi. Sina wasiwasi na hiyo hata kidogo. Sasa niko tu na maneno matano nataka kusema na nina haraka sana. Ya kwanza, sahihi kuna kile wanaita 1 term na 2 term. Sivyo? Sisi wa Kenya ni watu wamesoma. Unaweza kula 1 term. Huwezi kula 1 term. Unaweza hata kula 2 term. Hakuna 2 term. Sisi tunasema tunataka ku-evolve. Na evolve ni kitu ya kusema ya kuwa tunataka prosperity together, all Kenyans, all African nations, all African people wa prosper kwa sababu tuko na rasilimali ya kutosha, tuko na akili ya kutosha. Hakuna kitu hatuna. Even Africa has all the weather. We have winter, we have summer, we have spring, we have autumn. Tunatafuta nini mali pengine? We have everything. So because we have everything, lazima Afrika iangalie mambo mengine tofauti, sio 1 term na 2 term. Leo nitawaambia hao viongozi wa upinzani, leo tunatukana nao jioni. Nitawaambia kama wanaendelea kuongea mambo ya 2 term ama 1 term, mimi siko na wao. Watajoin Evolve, team Evolve, ili Kenya iwe na rasilimali ya kutosha, iunde kila mtu akuwe na food security, education, healthcare, social protection. Kuna wazee ambao hajiwezi, wanapewa wapewe kitu, sivyo? Kuna wakina mama ambao hawajiwezi, linda mama. Ile bima ya watoto kuwa shuleni ipewe. Na inawezekana kwa serikali ya Evolve, sivyo? Sio kwa serikali ya 1 term, sio kwa serikali ya 2 term, sivyo? Kenya ikievolve ndio utapata hiyo. Na sisi nataka kusema hivi, I am not in this race kwa sababu na rahisi. Kuna kazi rahisi kama kuuza ice cream, sivyo? Hiyo naweza uza. Sivyo? Tuko kwa hii kazi kwa sababu ni kazi ya kujitolea. Ni kazi ambayo ni riski. Hatuko hapa kwa sababu kuna vacancy in 2027. No. Ingekuwa tunataka vacancy tungengoja 2032. Hakuna vacancy. Kile tuko hapa tuko na vision ambayo haizi ngoja mtu anasema ati ako na 2 term. Kwani 2 term kuna mtu alisema na 2 term? No. There's one law we call buy one and get one for free. Do you know what it means? Sisi hata Wajaluo, ukioa mahali na utunze bibi vizuri, unapewa bure ya pili, sivyo? Sasa huyu mtu ametunza bibi ya kwanza. Bado. Sasa usiseme 2 term, kwanza tengeneza 1 term. Sivyo? Hata mtoto akipewa matiti ya kwanza ananyonya vizuri mpaka mama anampatia ya pili, sivyo? Sasa huyu anataka apewe ya pili kama ya kwanza imemshinda kunyonya. Sasa hakuna mambo ya 2 term. Ndio maana sisi tunaenda hapo, si ati kuna vacancy. Tunaenda kwa sababu lazima tuchukue hiyo kitu, tuunde kazi ya Kenya iende mbele. Jambo ya pili nataka kusema hivi, hatujaenda Evolve haimaanishi tukichukua ofisi. Kuna mambo tumetengeneza ambao uko juu ya meza sahihi. Nimenegotiate na the world leading economist. Sahihi mtu wa Kenya Ruto asikwambie haizi fanya chochote kwa sababu analipa deni. Nishaongea na global economist in New York. Wamekubali kama Ruto anaweza chukua hiyo pesa, Ruto na Mbadi, hiyo pesa analipanga deni aweke kwa food security, wata cancel hiyo debt. Unanisikia? Hiyo nimesema kwa kamera, unaende mwambie. Kama anataka kusaidia wa Kenya anipigie simu nimweleze, sivyo? Hiyo debt a cancel, aweke kwa food security, aweke kwa healthcare, aweke kwa education. Sasa ya kutoa capitation ya shule, akinipigia simu, tutachukua hiyo pesa ya deni, tulipe nao school fees, iwe primary, secondary school, iwe free today. Evolve is not about tomorrow. Ya pili tunasema kinaitwa debt swap for development. Inasema nini? Sasa hii wakitaka kujenga hii airport ambayo ina leak,
Hii airport ni aibu sana, sivyo? Achukue hiyo pesa, atengeneze nango airport ili asilipe deni. Nitamsaidia vile nafanyika. Kwa sababu wao watu wajui uchumi. Shida ya Kenya ni shida ya uchumi. Inahitaji mtu anaelewa uchumi. Mtu ambaye anajua kutengeneza miti awe in charge of forestry. Ama nimesema uongo? Sivyo? Botany, ukitaka kutengeneza miti, nenda utengeneze miti. Wao wanasema ni watu wa botany na wanakata miti bila kujua. Sivyo? Kwa hivyo tunataka kutengeneza uchumi. Kuna ile tunasema debt relief. Hiyo nimenegotiate niko nao sahi, wakitaka tutasaidia. Debt relief inamaanisha nini? Badala ya kulipa deni mingi ya kujenga kitu kama tuseme ile lab set ya Lamu. Investors wakuje wajenge Lamu port ili wasichukue deni ili wajenge Lamu port. Ina relief debt. Kama hawalewi sasa evolve sio mambo kesho. Na kwa vijana tumeongea na blockchain huko US. Wamekubali kesho saa 3 usiku tuko na space meeting. Uingie kwa space meeting, iko kwa network ya Dholuo Dictionary. Yani sio ati ni Dholuo, lakini kuna mtu anajiita Dholuo Dictionary, yeye ndio host. Enda kwa Twitter saa 3. Watu wa Amerika wa blockchain watakuwa hapo. Watakwambia hii kazi iko, ile haiko, hii unafanya hivi na hivi, ili tuanze kusonga mbele. Na nikisema ya second last, nataka kusema hivi. Kazi ni muhimu sana. Nataka kutoa tu historia kidogo. Sababu kazi ni muhimu sana. Kuna wakati nienda kusoma Barcelona.